Ndio maana nchi hii kwa miaka Samia ameingia 2021, sio? Kwa miaka yake mpaka leo amekopa trilioni 59. Marais wote tangu Nyerere mpaka yeye trilioni 54. Ziko wapi hizo pesa? KSGR pale pale Magufuli alipoiachia hapa Dodoma ndio iko hapa hapa. Na juzi nimeona ameenda kuzindua nyingine kutoka Tabora. Tabora wapi? Kutoka Tabora kwenda Kigoma. Sasa unajiuliza, yani wewe unatoka hapa unaenda kuzindua ujenzi wa reli kutoka Tabora kwenda Kigoma, wakati hiyo reli ya kutoka hapa Dodoma iende mpaka Tabora haipo. Sasa hii itaunganishwa na nini? Nikisema haya, tukisema haya eti wanatafuta mamluki, wanawapa fedha si na watu wajinga watutukane, si eti wanajiandaa eti watuletee fujo kwenye chama hiki. Chama kishavuka level ya kuletewa fujo na mtu hiki, na hakuna wa kutikisha. Sasa vijana, kama nyie mna korosho zingeweza kuwazalishia zaidi ya trilioni 20, hebu jiulize, kama hizi korosho zingebanguliwa ndani ya nchi, zikazalishwa ndani ya nchi, hivyo viwanda tu hivyo vya Vietnam vimeajiri zaidi ya watu milioni 1. Hiyo cheni ya korosho. Tanzania hii tangu uhuru mpaka leo, serikali ya CCM, watu walioajiriwa serikalini, nimemwona hapo mwalimu wangu Gratian Mkoba, sio yuko hapa. Watu walioajiriwa serikalini, takwimu za serikali, jeshi, si polisi, si nini, watu 520. Uhuru mpaka sasa hivi. Wakati korosho tu Vietnam inaajiri watu milioni 1. Yani hao ni kwenye viwanda, kwenye nini? Hiyo ni korosho ambayo tunayo. Fikiria hiyo ingetuajiria watu hapa. Lakini vile vile hiyo korosho, hizo pesa zingeingia kwenye serikali. Kwa hiyo serikali hii leo haiwezi kuajiri walimu. Kwa nini? Sio kwa sababu shule zina walimu wa kutosha. Ni kwa sababu watakwambia hatuna budget. Sasa wangepata hizo fedha, maana yake wangeajiri tena walimu. Wangepata hizo fedha, tunaenda kwenye zahanati hazina madaktari, hazina manesi, hazina watu wa maabara, wangeajiri manesi. Kuna vituo vya polisi vinatakiwa huko maeneo mbalimbali, hatuna vituo vya polisi. Tungeongeza polisi, tungeongeza jeshi, sio kama mnanielewa. Maana yake serikali ingepata mapato zaidi, ingeajiri watu zaidi. Sasa hiyo ni nchi yenye shida ya ajira au yenye shida ya akili ya viongozi? Nanielewa vizuri nyie? Shida sio ajira. Shida ni nani anaongoza watu kwenda kwenye ajira. Kama una akili ya kufuga kuku, unapewa kuendesha ndege, uwezi. Hapo nimeonyesha kwenye nini? Kwenye korosho. Zao moja, magunia ambayo yanabeba hiyo korosho. Mwalimu Nyerere amejenga viwanda. Tulikuwa hapa tunasoma kilimo cha mkonge Tanga na kule Mtwara, akajenga nini? Viwanda pale vya kutengeneza yale gunia la kubebea viazi, gunia la kubebea magimbi, gunia la kubebea korosho. Mkonge upo, tunaweza kusuka magunia. Mwaka jana tumeagiza magunia ya jute ya kubebea korosho, kubebea viazi, kubebea nini, ya shilingi za Tanzania
ya dola milioni 4.4 ambazo ni sawa sawa na bilioni 12 za Kitanzania. Kiwanda cha kuchakata kutengeneza magunia kinaweza kujengwa kwa chini ya bilioni 5 na kikaajiri watu wako, na hizo fedha unazotoa nje ya nchi zikabaki zikakusaidia kuajiri watu. Lakini kwa roho mbaya na uwezo mdogo wameagiza magunia kutoka India, alafu nyinyi hamna ajira, na wanakuambia uende kuwa chawa wao ukitegemea ajira ya uchawa. Ajira ya chawa ni kuramba miguu. Ajira ya mtu mwenye akili ni kujiamini, ufanye kazi, upate kazi kwa uwezo wako, sio kuramba miguu ya mtu. Sio kuramba miguu ya mtu. Tuna matatizo ya watu walioko madarakani. Wamepatikanaje? Wamefikaje pale walipo? Je, wanaweza kututoa hapa? Tunaanzisha mgodi mpya hapa Sengerema, Nyanzaga. Unakwenda kuwa mgodi namba 1. Halifa tafiti pale bana. Tanzania na Afrika kwa uzalishaji, deposit ya kutisha pale. Amepewa nani? Ule mgodi STAMICO ndio walikuwa wenye lile eneo. Kama serikali ina akili na inawapenda watu wake, you don't just give this kind of potential kwa watu wa nje. You can mine yourself. Tumeona kuna Watanzania wanaweza kumaini hapa. Hata kama wewe Mtanzania ambaye yuko humu, ukiwaunganisha ukawapa fedha wakaunganisha nguvu, wanachimba pale. Au kama STAMICO inaingia mkataba na watu, usiingie mkataba wa kutuambia sijui free carried interest, takataka zile alizokuwa anajadili Kabudi. Ametoa macho, hajai kuuza hata nyanya. Uongo mtupu. Wewe unajifanya kwamba unapewa free carried interest 16%. Wakati huo huo wewe hauko kwenye bodi ya uendeshaji. Wao ndio wanaajiri, wao ndio wananunua vifaa. It's just very simple. Wao wanachofanya, wakienda kununua greda kule nje, wanatengeneza kampuni yao ya kule nje, wananunua greda kwao. Kwa sababu wewe unasubiri faida, huna mtaji uliowekeza pale. Wanasema hii maiki kama tumenunua shilingi 200,000, wao wanasema milioni 1. Madawa kama tumenunua kiasi fulani, watasema milioni 20. Alafu wanakuja uzalishaji tumepata bilioni 10. Matumizi tulinunua greda bilioni 2, tulinunua matairi bilioni 3, tulinunua shilingi ngapi bilioni, matumizi bilioni 12. Kwa hiyo tumepata hasara na wote tunadaiwa. Kwa hiyo na wewe unaingia kwenye deni. Tukiwa bungeni tukawaambia hauwezi kupata faida kwenye biashara ya madini kwa ujinga huo. Unachofanya ni nini? Fungua viwanda vya vitu unavyoweza kwenye nchi yako. Moja, viatu, zile safety boots. Tunashindwa kutengeneza safety boots. Hapa Mwalimu alikuwa na viwanda vya bata, bora, tunatengeneza viatu Tanzania hapo. Uongo kweli? Hawa wanajeshi, na jeshi lile, jeshi duniani ndio chombo cha creativity. Unawaacha wanajeshi tu wanakuwa na vibanda. Wapi kiwanda cha kutengeneza viatu? Tengeneza viatu, boots. Alafu na kampuni makubwa ya kizungu mnawaambia kama unakuja kuwekeza kwangu, safety boots zote utanunua ndani ya nchi yako. Wapi mtaji wako? Kwa hiyo huyu mtu atalazimika kununua viatu kwako. Ile hela ambayo inatoka hapa inaingia ndani ya nchi yako. Hicho kiwanda kinachotengeneza hizo buti zitaajiri watu wako. Kwa hiyo utapata kodi kwenye kiwanda, lakini cha pili utapata kodi kwa wale wafanyakazi wa hicho kiwanda, pay as you earn. Hivi nyie mnanielewa vizuri? Haya, unaagiza nati, unaagiza bolti, unaagiza misumari kutoka China, unaagiza reflectors, hivyo vile vidude wanavyovaa boda boda, kofia ngumu, unaagiza kutoka China. Alafu unaambia watu ajira hakuna, ajira ni ngumu. Waziri anasimama bungeni, unajua vijana tengenezeni ajira. Ndio maana nikamwambia Kabudi, wewe kama unataka vijana wakaajiriwe, anza wewe. Wewe si profesa, umeshindwa nini wewe umekimbia kuja bungeni kuomba ajira kwa wananchi? Anza wewe, jiajiri kwanza wewe. Fungua duka, kibanda, tuone kwamba Kabudi mfano mzuri huu hapa, anauza kibanda na anapata faida.